asifiwe. Wanawake mlioko huku ndani, Mungu asifiwe. Sijasikia sauti za wanawake ambao wamepewa kibali. Mbingu ambazo zimewaheshimisha siku ya leo, mbingu zimetukubali, mbingu zinatambua kwamba tupo. Simama, mchapie Mungu makofi na vigelegele. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Tumeaminika Bwana, mbingu zinatufahamu, ardhi inasikia na anga pia zinathibitisha ukuu wa Mungu juu ya mwanamke. Mungu asifiwe sana. Somo letu tumelipata kutoka kitabu cha Ayubu 12 mstari wa 7 mpaka ule wa 10. Tunaona katikati ya jamii inayomzunguka Ayubu walikuwa marafiki zake hao watatu. Walizungumza mengi, lakini kwa ajili ya kuonyesha ukarimu, walipofika kwa Ayubu walivaa magunia pamoja naye, wakakaa chini pamoja na Ayubu wakiomboleza kwa siku 7 pamoja na mapigo aliyopitia. Kinachotufundisha hapa ni kwamba tunachoendelea kujifunza kwamba mwanadamu kama mwanadamu anafika mahali anakosa uvumilivu. Mwanadamu kama mwanadamu anashindwa kuchukuliana na baraka za Mungu au majaribu ya Mungu. Tunaona anawaambiaje? Ayubu anawaambia tupate mema kwa Bwana tu, tusipatwe na mabaya. Kwa nini? Rafiki zake walimwambia, na unajifanya sana una huyu Mungu, kwa nini usikufuru ufe? Majibu haya ya Ayubu ambayo tumepewa katika sura hii ya 12 leo, anaonyesha kwamba pamoja na hayo yote ninawahurumia, kwa sababu hamna roho ya utambuzi ya kwamba yote anayoyafanya, pia haya anayoyaona, haya majibu na kufiwa na kila namna ya majaribu unayokutana nayo, bado ni Mungu. Kwa hiyo tunapaswa tuendelee kumheshimu Mungu. Bwana asifiwe. Jaribu unalopitia lolote, kwa namna yoyote, liwe kubwa dogo, kwa jina lolote, magonjwa unayopitia, usimwache Mungu.